unaendelea kufuatilia na kutazama kipindi chetu Vijana na Maisha, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Jumanne, na Jumanne jinsi ambavyo nishakueleza awali kwamba tunaangazia familia na elimu, na lile kuu ambalo tulikuwa tunaliangazia leo ni sehemu ya wazazi katika mahusiano ya watoto wao, ikiwa kwamba ni vijana wale ambao wapo tayari wanajikita kuingia katika ndoa pale wanapojikakamua hapa na pale. Mahusiano haya, je, wazazi wana kazi gani katika mahusiano haya? Ikiwa kwamba pastor ameshawaziri studioni, nimpe nafasi atuamkue tu, kisha baadaye tutaanza mazungumzo yetu moja kwa moja. Baada ya dakika chache zichazo, basi tutaanza mazungumzo moja kwa moja. Karibu sana pastor. Asante sana Jeff. Tunamshukuru Mungu kwamba ametuhifadhi, ametulinda katika juma ambalo limepita. Tena tumefika. Ni kweli. Tumefika. Nashukuru kwa wale ambao wanatufuatilia. Tunaomba msamaha kwa kuchelewa kwa sababu ya shughuli. Lakini Mungu atakubali. Tusungumuziane. Ndiyo. Kwa muda mchache ili maisha yaendelee. Basi karibu sana. Nadhani kwamba ulikotoka watu wako wazima kabisa, na Mungu anaendelea kuwabariki na kuwapa mibaraka yake pale ama kuwamiminia baraka zake kila wakati. Mpenzi ama mpendo ambaye unasidi kufuatilia zikiwa zime katika dakika 50, pastor anapojiandaa pale katika mazungumzo yetu jinsi ambavyo tunajipanga kuanza rasmi, basi tupate ujumbe mmoja, kisha baadaye tutaanza mazungumzo hayo moja kwa moja. Alright, mpendo ambaye unasidi kufuatilia kipindi chetu Vijana na Maisha, zime katika dakika 52 baada ya saa 6 mchana. Zimesalia dakika 8 tu iweze kutimu saa 7 kamili, na ikifika saa 7 kamili basi nitakuwa nikikufahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa moja kwa moja tu bila kupoteza wakati, tuanze mazungumzo yetu moja kwa moja. Pastor, ikiwa kwamba swala hili wengi tu linawapa changamoto, wengi wakijiuliza maswali, je, wazazi wako na sehemu gani katika mahusiano yetu? Na swali lile la kwanza pale tunajiuliza ni kwamba mahusiano ama katika mahusiano kati ya wazazi na watoto wao, tumeona kwamba kuna changamoto nyingi tu ambazo zinakuwa pale. Hilo ndilo swali kuu ambalo watu hujiuliza. Kuna changamoto katika familia, haswa wazazi na watoto, kabla tujaingia katika mahusiano. So ule relationship kati ya mtoto na mzazi wake, basi changamoto nyingi tu zimeshuhudiwa. Je, ni kwa nini changamoto hizi huwa pale? Na ni njia ipi ile tutakuwa tunapaswa kusuluhisha kuhakikisha kwamba tuna uhusiano mzuri kati ya wazazi na watoto wao? Karibu. Asante sana Jeff. Nafikiria juzi wiki iliyopita tulijaribu kusungumzia masuala machache yanahusika kati ya wazazi pamoja na watoto wao. Na nakumbuka kwamba nilisoma fungu la Proverbs chapter 6:22 ambayo inasema kwamba mzazi ana sehemu kubwa. Ndiyo. Kwamba mtoto ni wake, yeye ndiye amemzaa, anamuelewa vizuri. Kwa hivyo inampasa mzazi kuanza kuzoea mtoto wake kabla hajakuwa mtu mzima. Na tukasema kazi ya mzazi sana kabla hajaanza kumfundisha awe rafiki yake. Najua Jeff, kuna wazazi wengine si marafiki wa watoto wao. Ni kweli. Maana mara nyingi hawapo. Ndiyo. Hawana muda na wao. Especially kwa wale ambao wanafanya kazi. Mara nyingi wako kazini. Kwa hivyo wanastahili kutafuta muda ili waweze kusungumziana na watoto. Ndiyo. Na najua namna ya kuzoea watoto wako kama wakati mwingine wapangie sherehe. Ama wachukue outing. Nenda na wao mahali fulani, wanunulie chakula, waende swimming na wao, cheze mpira. Mnapofanya hivyo, basi watoto wenu wanaweza kuwa marafiki. Tukasema changamoto kuu ni kwamba kama wazazi wana nafasi ya kuzungumziana na watoto, ni si rahisi kuja kumsoea wakati amefika umri wa dating. Ni kweli.
so itakuwa ni changamoto. Lakini ikiwa vile Biblia ilivyosema, mlee mtoto jinsi akuhavyo, ndio, na atakapokuwa mtu mzima basi hata iacha hiyo njia. Wale mnaosoma Biblia mnaweza kuconfirm. Na tukasema kwamba wazazi watoto wakizoea kwamba wazazi wana interact na wao vizuri, watoto mara nyingi wanawaheshimu. Ndio sasa tukasoma Ephesians 6. Yes. Kwamba na nyinyi watoto mna sehemu kubwa ya kuheshimu wazazi wenu. Ndio kweli. Maana wazazi ndio Mungu wako wa pili katika ulimwengu huu. Kwa hivyo chefu, ikiwa kuna mawasiliano mazuri kati ya watoto na wazazi, ndio, hata wakati wakati wa courtship, ndio, itakuwa ni raha. Maana kuna sehemu kubwa sana wazazi watafanya. Nafikiri hiyo ndio swala kuu kati ya wazazi na watoto. Ndio. Wawe ni marafiki, wapate muda wa kusungumuziana, wakati wa muda wa kukula pamoja, waende outing, baadaye watakuwa marafiki. Ni kweli kabisa. Kweli kabisa. Asante. Na tukiendelea kusonga mbele, kuna sasa lile swali kuhusiana dating. Sehemu ya wazazi katika elimu ya maisha ya watoto wao ni ipi haswa sasa katika mahusiano? Now we are talking about mtoto huyu ameingia katika mahusiano, amepata mtu anajipanga kufanya ndoa. Nafasi ya mzazi haswa kielimu katika mahusiano haya ni ipi? Chefu, wakati mara nyingi Man U ndio wanapocheza na Arsenal, nafikiria fans wananielewa. Ndio. Kati ya Man U na Arsenal kuna mtu anakuanga katikati. Ndio. Anaitwa nani? Refa. Ndio huyo. Kazi ya ref ni gani, ama kazi ya coach ni gani? Kazi yake ni kugundua kila mchezaji anafanya vizuri katika namba yake. Kwa hivyo mzazi, kitu cha kwanza katika mahusiano ya watoto wao, ndio, yeye anastahili kuwa coach. Na coach kazi yake mara nyingi ni kuelimisha wale ambao wanaenda kucheza mpira. Kwa hivyo mzazi anastahili kuelewa jambo hili, na kabla mtoto hajaanza mahusiano kati ya ama mambo ya dating, mzazi anastahili kujua. Maana mtoto atakuwa huyu ni mtu mzima. Tunazungumzia mtu ambaye amemaliza sekondari. Mtu sasa ambaye anaingia college, ama amepata kibarua kama hawezi penda college, ama ni mtu ambaye yuko university. Huyo ni mtu mzima na miaka yake ni zaidi ya 18. Na unajua miaka 18, huyo ni mtu ana ID. Ni kweli. Na serikali ya Kenya inasema mtu akiwa na miaka 18 huyo mtu mzima. Ni mtu mzima kabisa. Anastahili kujua mazuri na mabaya. Sana sana tukasema kijana ambaye amelelewa katika kanisa, ni rahisi kumtunza. Maana mara nyingi atakuwa ana mawasiliano pamoja na wazazi wake. Ikiambatana jinsi tumezungumzia, kama kuna uhusiano mkubwa kati ya watoto pamoja na wazazi wao. Atakapofika katika umri chefu sasa, kijana amempata mchumba, wameanza mahusiano. Sehemu ya mzazi ni gani hapa sasa? Kwanza tulikuwa tunaona kwamba lazima huyu mzazi amejua kwamba kijana wake amempata mpenzi. Na sasa kazi yake ni kumwelekeza ni aina gani ya mpenzi anastahili kuanza mahusiano pamoja naye. Hiyo ni ya msingi sana. Usije kuingilia kati wakati watu wameenda miaka miwili, utakuwa umechelewa. Kwa hivyo mzazi mzuri aliyekuwa na uhusiano mwema na watoto wake, ama na msichana wake, ama na kijana wake,
basi hapo hapo ataanza kumpa mafunzo mtoto wake. Jinsi ya kuingia kwenye relationship. Na hii relationship inapoanza kukua, ana sehemu nyingi ya kuchangia. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kumpa elimu. Ndio. Ya msingi, ili ajue namna ya kuanza na namna ya kuendelea na namna ya kumalizia. Maana kuna sehemu 3 katika mambo ya dating. Ni kweli. Jinsi unavyoanza. Kuna ile ya katikati, by the way ni kama mahubiri. Maana pastor anapotengeneza mahubiri, iko na vitu vitatu. Kuna introduction, kuna body and kuna conclusion. Ya mwisho ni ile ya kwenda kufanya appeal kama watu wameelewa. Ni kweli. So sehemu hii 3 inapofanywa vizuri na mzazi, basi tutakuwa na mahusiano mazuri kati ya watoto wao. Kwa hivyo nimesema kitu cha kwanza ni kufanya induction. Ndio. Na induction ni kuelimisha kijana yake kwamba kama umepata huyu mtu, huyu ni nani? Anatoka wapi? Kuna masuala niliyozungumzia hapa wakati kijana anataka kuchumbia mtu. Ni kweli. You must know who is this you are dating. Is this your cousin? Your uncle? Your aunt? Because you must be very very careful. Kwa hivyo unapokuwa katika hali hii, utagundua kama huyu si dada yangu, si cousin yangu, ndio una ruhusa ya kuanza kufanya application. Baada ya kujua na huyu mtu ametoka wapi, ni sehemu gani. Na mkifika hapo, kuna sehemu nilizungumzia, je, una sababu ya kumpenda huyu mtu? Tukasema lazima uwe na 3 to 5 reasons. Why do you want to date this person? Why do you leave the other ones? Maana wasichana ni wengi, vijana wa kiume ni wengi. Ndio. Na ni wengi wanakuchumbia. Lakini umechagua katikati yao wengi, una mmoja. Then you should have reasons. Mnapoanza katika harakati hii, na mzazi atakuwa amejua, basi atakuwa na kuguide. So it's very very important wakati tumefikia katika sehemu hiyo. Sehemu ingine, we have to understand what the basic things or each side. Yeah. Kuna the basic things katika dating. Kuna vitu ambavyo ni vya kawaida, tunastahili kujua. And nani ana provide these basic things ama fundamentals? Yes. Ni mzazi. Sasa mzazi ndiye anaanza kukuelimisha. Umepata mchumba. Ndio. Ni yapi yale ambao mnastahili kuyaguzia? Ni sehemu gani mnastahili kufika? Ni sehemu gani hamstahili kufika? Au ni wale marafiki wa wazazi? Ni kweli. Chefu, shida tunazo nyingi ni vijana wanadeti bila kumwambia mzazi. And it's very dangerous. I am seeing many ladies crying. Nimeona wasichana wengi sana wanalia. Wengine wana regret kwa kutowajulisha wazazi wao. Kwa sababu walianza mahusiano, wameenda mbali. Wakati mwingine imekuwa ni kero fulani, na wengine wakajikuta wameingia katika hali ya ngono, na sana sana wengi wakawa na mimba. Ndio. Na ile mimba kuingia, vijana wengine hutoroka. Ni kweli. Na wanapotoroka, hao mabinti wanabaki peke yao. So inakuwa ni vigumu sana kuja kuwazungumzia, nitamwambiaje baba yangu? Nitamwambiaje mama yangu? Inakuwa ni shida. Wakija hata wengine hawaongei mpaka wanapata watoto, hawaongei. Kuna wengine hata leo Ndio. wazazi hawajui ni nani alimpatia mtoto wake mimba. Na sasa hii imeleta shida, chef, maana ikiwa mtu amepata mimba kabla hajakuwa na mume, ndio, mume halali ambaye atamuoa, si rahisi kuja kupata mtu anapenda mtoto pamoja na wewe. Na ndio unaona wasichana wengi sana wamebaki wana watoto, wengine they have decided kuwa single mothers. So it's very very important kwamba ni vizuri wakati mwingine kushare.
na wazazi wako. Unaposhare, sasa hapa ndio inategemea ni mzazi gani unaye. Ndio. Kuna wazazi wana elimu. Kuna wazazi hawana chochote. Maana hawatakuwa na nafasi ya kuelimisha kwamba ni nini unastahili kufanya. Hapa nashauri vijana wetu. Yawezekana kwamba mama yako asiwe na chochote cha kukuambia. Kuna tulisungumzia kuna viongozi wa kiroho. Ndio. Kuna wazee wa kanisa, kuna wamama ambao ni wazuri sana huko kanisani. Wana elimu tele, wengine wanafundisha university, wengine wako colleges, wengine ni walimu wa primary, lakini wana hekima ya Mungu. Wanaweza kukusaidia. Au ndio wazazi wako. Kwa hivyo wengine unaweza pata mtu ni yatima. Ana wazazi. Lakini anajiona kwamba hamna mtu anaweza kumzungumzia. Lakini kama wewe ni mtu wa kanisa, kuna watu wako pale ambao watakuwa ni wazazi wako wa kiroho. Kwa hivyo naomba vijana wetu tutilie manani sana katika jambo hili. Usije ukalibuusa, maana unapofanya hivyo madhara fulani yakiingia utakuwa uko kwa shida nyingi. Alright. Kwa hivyo ni ya msingi sana kufanya hivyo. Na nawasi vijana wetu kwamba wazazi wetu wana sehemu kubwa ya kuchangia katika mahali ya mahusiano. Chefu tutakuja kusumuzia. Unajua culture yetu kama Waafrika inatuadhiri sana. Maana culture ya Mwafrika tuliumbwa hivyo. Kwamba wakati kijana anapodate astahili kumwambia mzazi. Tunaheshima hiyo. Unaficha. Unakuja wakati sasa imekuwa serious. Ndio unakuja kusema. Unakuja unajua mami, unajua daddy, kuna mtu anakuja. Hata usemi ni mtu gani. Kuna mgeni wangu anakuja. Kuna rafiki yangu ananitembelea. Juzi hivi mimi nimepelekwa vijana ambao wamedate, wakanipeleka ile kitu tunaita introduction. Ndio. Sasa hata tunapoenda introduction, hata mzazi ananiita kando, ananiambia pastor, umekuja na wageni lakini mimi siwatambui, siwajui. Mimi nimekutambua peke yako. Sijaisikia, ni mimi nimeambiwa juzi kuna wageni wanakuja. Na unajua wasichana wetu wengi wanaogopa wa baba. Ndio. Wanaogopa dads sana kuwazungumzia. Ndio. Wale wazazi wetu wa kiume na waomba. Wacheni kuwa wakali. Wazee wengi ni wakali sana. Paka mtoto wake wa kike anashindwa kuzungumza naye. Kumzungumzia. Ndio. Chefu katika hali ya biolojia inasema kwamba watoto wasichana wanapenda wa baba sana. Ndio. Hiyo ni ya msingi. Na jinsi wanavyowapenda wanastahili baba zao na wao wakubali upendo wa watoto wao, wawalete karibu. Ndio. Maana unapokaribia mtoto wako msichana, ukiona msichana anapenda baba sana na baba anampenda na wanasungumuziana sana, huyo msichana hata akipata kijana na date atampenda sana. Tunaelewana? Nafikiria hiyo ni ya msingi sana. Ndio. Unasikia eti huyu ni mtoto wa baba. Na vijana wa kiume mara nyingi sana huwa wazi kwa wazazi wao wa kike. Ni kweli. Ndio na maana unapata kijana wa kiume ndio anakata mahali mama anapika. Yeye yuko jikoni. Wakati baba yuko kule seburini wana watch mpira nini, yeye ako pale anaendelea yeye ndio kazi yake, ndiye anasafisha sahani. Kazi yake anataka akae karibu na mama. Maana mama wakati mwingi sana anampembeleza. Na hii inachangia vijana wengi kumwambia mama siri yake. Anaweza kumwambia mami, si unahitaji kuona rafiki yangu. Hapo utagundua kwamba ameleta
mpenzi wake nyumbani, hata baba kutojua. Anaweza akasema Sabato vijana wanakuja kututembelea. Na wewe hujui mtu au vijana kati ya hao mchumba wake yuko hapo. Amefika hapa, mmekula pamoja na yeye, hata ametembea nyumba mzima, wewe hujui ako hapo. Basi tunapozidi kusonga mbele pale, naona zimekatika dakika 11 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Marekani ya Kati ni saa 10 na dakika 11, mji ule Wellington, Texas na maeneo ambayo ni karibu. Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba sasa wakati huu tumejua sasa kuelimishwa watoto na wazazi katika mahusiano. Je, Pastor, unafikiri ni kwa njia gani wazazi wanaweza kufanikisha hili bila kuonekana kwamba wanadhibiti mahusiano ama maisha ya watoto wao? Wasije kuonekana kwamba wao sasa ndio kusema katika mahusiano haya, ndio wanapeana directions pale. Kila ambacho wengi husema kwamba huyu ni mama's girl, daddy's girl, mama's boy, kia kwamba hajasema kitu fulani akitafanyika. Je, ni jinsi gani sasa wazazi wataweza manage kudhibiti wasionekana kwamba wao ndio kusema kwa kila jambo katika mahusiano haya? Nataka kusema kwamba kuna sehemu chefu wazazi hufikia. Ndio. Kuna mipaka. Unajua mzazi astahili ku make decisions hawa. Ndio. Anawacha wao, maana tayari wamependana. Mzazi akikuja hapa katikati aanze kuleta shida, kuna wengine wanaleta shida. Unajua huyu simpendi. Huyu maybe hajasoma. Huyu maybe kuna mambo mengi sana wazazi huwa nao. Ndio. Ya matarajio ya wazazi ni mengi. Unajua mzazi unapomwambia niko na boyfriend, kitu cha kwanza anafanya nini? Ni kweli. Hilo ndilo swali ambalo anajiuliza. Anafanya nini huyo mtu uko naye? Hata kabla huyu hajamaliza anatoka familia gani? Si unaona? Ndio. Kia hajajua kwamba hawa watu walikutana. Msichana amejua huyu maybe ni mwalimu, maybe ni daktari. Kuna wengine wanapenda wakulima. Tayari wamependana. Ndio. Na kama msichana atakuwa amefanya wajibu wake vile tulisema kwamba tulitoa vitu ambavyo vinafanya mtu anapoenda dating. Ndio. Tukasema background. Mambo ya history ya familia. Haya utakuwa kijana ama msichana ameyapitia. Sasa wakati wameingia katika kuchumbiana, kazi ya mzazi tumesema yeye ni kutoa elimu. Ndio. Ni kuwasaidia. Kuna mambo fulani utawazungumzia wakiwa pamoja, ama umzungumzie mtoto wako peke yake. Kuna sehemu unaweza kuifanya vizuri ili aweze kutunza hiyo urafiki. Very very important. Ndio umesema tena kwamba ni nini anaweza kufanya ili asiingilie mahusiano yao. Anaheshimu mahusiano haya kwanza. Ndio. Hiyo ndio jukumu ya mzazi. Baada ya kuwaheshimu mahusiano haya, amewapatia elimu ile tulisema ambaye inastahili sana sana, elimu ya kiroho. Ni ya msingi. Ndio. Kuwapa mifano kutoka Biblia. Kama Isaka alipooa. Unajua Isaka alipooa alienda akamwambia baba. It is very very important. Yes. Na alipomwambia basi baba yake angempa elimu, angempa vipengele vichache ambavyo vitamsaidia hali ya kutunza urafiki huo. Ndio. Kwa hivyo hiyo ndio sehemu kubwa chefu ya mzazi katika kutunza mahusiano ya watoto wao. Ajue na kulinda mipaka.
Basi na hapo tu tunapoendelea kuchanganua hilo, kuna changamoto zile ambazo zinakuwa katika sasa wazazi hawa kujaribu zile changamoto ambazo maybe wewe kama mchungaji umeziona katika wazazi wakati wanakutana nazo, lijapo swala hili la kuelewa mahusiano ya watoto wao. Jinsi ambavyo umeweka hapa yana ni kwamba kuna yule mzazi anataka kujua huyu kijana ni wa wapi, ni kipi kile ambacho anakifanya. Na pale unapata kwamba msichana yeye ashaamua kwamba huyu ndiye nimempenda, sitaweza kubadilika kutoka pale. Unapata kwamba na mzazi naye kuna jinsi ambavyo anataka mambo yaende. Je, ikienda namna hiyo, basi ni changamoto zipi zile ambazo unaona zinaweza tokea katika mahusiano haya? Changamoto chefu mara nyingi naona katika mahusiano ni wakati msichana amekutana na kijana ambaye si wa sana si wa imani moja. Ndio. Ni watu wamependana, lakini madhehebu mbalimbali tofauti. Ndio. Hii inasumbua wazazi sana. Hapa mzazi lazima Mungu ampe hekima ya kusumuzia mtoto wake. Kama inawezekana hajui ni namna gani atafanya watu waweze kupendana hadi wafike mahali waamue wote kuwa na dhehebu moja. Maana hiyo ni changamoto kubwa. Umeona watu ambao wameona mmoja ni Mwadventista, mwingine ni Muislamu, ama mwingine ni Mpentekosto. Sasa wanapokuja wakati wa kufanya harusi, inatupea shida. Maana lazima waamue ni kanisa gani, ni kanisa lipi lile ambalo wataenda. Hiyo ni changamoto. Kwa hivyo haya ndio mafundisho wazazi wetu wanastahili kuyasumuzia mapema. Yakiwashinda ndio wanaleta kwetu kama sisi wachungaji. Kwa hivyo tunaomba ikiwezekana katika jambo hili linapokuwa watu wao washauriwe kitambo mapema kidogo. Ili wasumumuziwe, wapewe mwelekeo, ndio waweze kuamua. Kuna wengine wanajua ameamua kwamba mimi huyu ndiye ninamuoa. Wewe dadi unataka nilete Mwadventista, lakini mimi huyu ndiye nimempenda. Sasa hapo ndio wanasaidia hapo katikati paka waamue kwamba ni dhehebu gani wataenda. Kupenda dhehebu moja litawasaidia hata wakati wa kulea watoto. Maana kuna wengine leo Sunday yuko kanisani, mwingine huyu Sabbath yuko kanisani. Na family life haikubali hivyo. Nasema ikiwezekana wanafamilia waabudu pamoja. Ndio inakuwa inaleta radha katika familia. Kwa hivyo hiyo ni ya msingi sana vile umeuliza. Hayo mambo machache yanakuja hapo katikati. Ndio hayo tunajaribu kuyarekebisha kabla hawajaenda kwa ndoa. Kwa hiyo tumezungumzia jambo moja ni la dhehebu. Kuna lingine hapa ni kisituko. Ndio. Wengine wanafika katikati anasema huyu mtu nimemgundua ni mchawi. Kwao ni wachawi. Mambo huja kutoka kwa watu. Unaona wanaendelea sasa kujuana zaidi. Mambo huipuka kuja kwamba huyu kwao mambo hayasemekani vizuri. Lakini bado wanapendana. Hapa chefu kuna barua. Ni kweli. Maana hao wamependana lakini familia imeleta shida. Hapa inastahili tena muongozo uletu. Ndio. Lakini tusije tukasahau kwamba tulisema familia wanapoanza mambo ya dating wawe ni watu wanaomba. Ni kweli. Watu wanaomba kusoma neno. Wakiwa wanafanya hivi kuna mambo mengi Mungu wafungulia. Katika hali ile ya kujifundisha na kabla hawajafanya
maamuzi ya kuona. Maana hapa tunazungumzia courtship. Courtship ni ile hali ya mazungumzo, hali kusungumuziana, kujuana na sehemu ya wazazi. Kama sehemu ya wazazi itafanywa vizuri, sehemu ya kanisa ifanywe vizuri, sehemu ya hawa wanaoendelea mazungumzo wasungumuziane vizuri, tutakuwa na ndoa nzuri sana ama familia nzuri. Kwa hivyo kila mtu ana sehemu ya kufanya katika mahusiano. Lakini sana sana hawa ambao wanaenda kuoana wana sehemu na jukumu kubwa. Wao wenyewe lazima wakubali kwamba tunapoendelea mazungumzo kuna mengine tunakubaliana, yale hatukubaliani tunaweza kuyachukua kwa wazazi wetu ili watupe mwelekeo. Yeah, it's very very important. Kwa hivyo chef ndio nikasema kwamba sehemu ya mzazi kuu tukasema awe si bodyguard. Ndio. Yeye ni coach. Kuna utofauti kati ya kuwa bodyguard na kuwa coach. Unajua bodyguard kazi yake ni kuwachunga. Mahali mnaenda, mahali mnatembea, anahakikisha usalama uko sawa. Yaani usalama uko sawa kila mahali. Lakini coach anawazungumzia. Ndio. Nyinyi mnafanya maamuzi. Maana wakati coach anawazungumzia, huko ukifanya hivi utascore hivi. Ukifanya hivi utafanya hivi. Lakini bodyguard haongei. Akigundua jambo mbaya ni kuharibu. Anakuambia tubadilishe njia namna hii. Tumeona hii kitu haiwezi kuwa. Tumefanya hivi mara nyingi na ndoa nyingi zimesindikana. Zimekuwa ni kero kubwa sana. Kwa hivyo is very very important that mzazi ajue kwamba ni sehemu gani anastahili kuchukua katika mahusiano. Alright. Tunapoendelea mpendo yule ambaye unafuatilia kipindi Vijana na Maisha, ninaye Pastor Jackson Obare studioni, na yale ambayo tunaangazia ni sehemu ya wazazi katika mahusiano ya watoto wao, zikiwa zimekatika dakika 22 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Marekani ya Kati ni saa 10 na dakika 22, mji wa Wellington, Texas na maeneo ambayo ni karibu. Tupate mapumziko mafupi tu, kisha baadaye nikirejelea tutakuwa tunaendelea zaidi kuchanganua swala hili kia kwamba ndilo limekuwa kwamba ni doda dugu tu katika jamii na swa katika vijana wale ambao wanajipanga kuingia katika ndoa. Tupate wimbo Mzazi, jinsi ambavyo umeimbwa na The Calvary Messengers. Ujumbe ni kwamba tuheshimu wazazi wetu, na wazazi nao kuna jukumu lao wanapaswa kulifanya. Nao walifanya jinsi ambavyo inapaswa kufanyika pale tunapoendelea kusonga mbele. Alright, mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye anaendelea kufuatilia pale, zimekatika dakika 29 katika zungumzo letu ama katika kipindi chetu Vijana na Maisha. Kila ambacho tunaendelea kuangazia ni sehemu ya wazazi katika mahusiano ya watoto wao, hasa wakati watoto hawa wanajipanga katika kuingia ndoa. Tunawaangazia vijana wale ambao wamefika umri wa kuingia katika ndoa, ikiwa kwamba kuna changamoto tele tu huwa zinawapata. Basi pale kuna mengi ambayo pastor angazia, kiwa ni changamoto zipi zile, ikiwa kwamba wazazi ama katika mahusiano ya wazazi na watoto wao. Tumeangazia je, ni vipi wazazi hawa watapaswa kuwaelimisha watoto wao kuhakikisha kwamba wamefanya yale makubaliano, wame make right decision katika mahusiano yale ambayo wako nayo. Na kingine kile ambacho tumekiangalia ni jinsi gani wazazi hawa wanaweza jitoa, yani washauri watoto hawa lakini wazionekana kama wanadhibiti mahusiano yao. Na basi pale kila ambacho tumetoka kukiangazia dakika chache zilizopita ni kwamba ni changamoto zile ambazo wazazi wanakumbana nazo wakati swala hili zima la mahusiano limechipuka pale, na hasa unapata kwamba kuna yale vijana hawa wamekubaliana kufanya na kidogo wazazi wanaona kwamba hawapo tayari kuwaunga mkono pale. Na basi pasa tunapoendelea kusonga mbele, kuna kile ushauri ule ambao unaweza kuutoa aswa kwa wazazi na vijana
ikiwa kwamba ni vitendo vile ambavyo wazazi huwa wanajihisi kwamba wametengwa kutokana ama kutoka kwa maisha ya watoto hao, hasa wakati mahusiano yameendelea. Upata kwamba kuna mambo mawili matatu mzazi na kijana wake hawakuelewana. Uone kwamba kijana huyu amesema ama ameonelea ni vizuri nikae kando tu, nitulie nifanye mambo kivyangu, na mzazi pale anaona kwamba ama anahisi kwamba kuna vile ametengwa na mtoto huyu ama maisha ya watoto wao sasa imetenganishwa na wao. Ni ushauri upi ambao unaweza wapa vijana hawa na wazazi wenyewe katika familia zetu, tuone jinsi ambavyo tutasifanya siendelee kuinuka zaidi? Asante sana Chef. Mimi naomba wazazi wetu pamoja na vijana. Kwanza tunaposoma Mwanzo 2:18. Ndio. Inasema namna gani? Unajua ni vizuri wakati mwingine wazazi kusikiliza mafungu. Maana mimi nazungumza kama mchungaji. Na tena nazungumza kama counselor. Ndio. Katika mambo ya ndoa na mambo ya dating. Biblia inasema namna gani? Ndio nafungua pale Mwanzo 2. Kwa kwamba fungu hilo tukianza kipindi tulilisoma tena, wacha tulirudie. Mwanzo 2:18. Biblia inataja hivi ama inanena hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nitamsaidia msaidizi wa kufanana pamoja naye. Ndio. Kwa hivyo tayari mzazi ameanza kuweka mawazo kwamba kijana ameingia katika sehemu ya kuoa. Kwa hivyo ajue mapema kwamba mtoto wake anapokutana na binti wa wenyewe, wameanza mahusiano, kuna mambo yataenda kufanyika katika ndoa ama katika wanapoingia katika familia yao. Katika familia yao. Swala la kwanza ni kwamba Biblia inasema hawa watu wataacha wazazi wao. Ni kweli. Kwa hiyo mzazi asiposoma hili na akalielewe vizuri, kuna vita itatokea. Ni kweli. Maana unaweza kuwa kuna vijana wezuri sana wanasaidia wazazi sana. Especially wale vijana ambao wamesoma haraka. Mungu amewapa kazi. Na unajua kila siku lazima afanye shopping nyumbani. Ndio. Lakini mama atakapojua kijana wake amempata mchumba ama mpenzi. Unajua mama wengi hapa ndio sema wanaogopa sana. Wamama wengi hawapendi watoto wao wa kiume waoe haraka haraka. Hapana. Maana wana msaada. Hawa, na ukipata kijana mzuri ambaye anakusaidia, anawanunulia nguo, anawaletea chakula, hata wengine wanawajengea nyumba. Sasa mama anakuwa na uoga kwamba huyu kijana akioa hata nisaidia tena. Ni kweli. Chefu, hii ndio shida inaanza. Na wasasi wasiposungumzia sehemu hii pamoja na wale wanaenda kuoa, kuna shida itatokea. Kwa hivyo tunaomba isungumuzwe. Vijana waambie wazazi kwamba muda ukifika tutawaacha, lakini hatuwaachi kabisa. Ni ile kwamba kama kijana alikuwa anafanya shopping ya 3,000, sasa akioa ujue kwamba shopping imerudi chini. Ndio. Kama ilikuwa analeta sukari kilo 2, sasa ataleta 1. Hana tayari ameoa. Na kama ulikuwa unanunuliwa nguo baada ya kila mwezi, ujue kwamba yawezekana achukue miezi 2 ndio akununulie. Maana hatutaki kuambia vijana waachane na wazazi wao kabisa. Ni ile kuhamisha mawazo kwamba mimi ni mtu mzima. Ndio maana ikifika wakati huu, mama pamoja na binti ambaye ameolewa, competition inakuwa. Mama anataka kijana akitoka kazi apitie kwake. Kabla hajaenda kwake, akague ni nini yako nacho.
Kama ni shopping amwambie hii acha, utaenda na hii. Hapo mke wake utakuwa anamsubiri kwa nyumba. Ni kweli. Na ikiwa chefu wanakaa hapa kwa boma moja, vita itagongana hapo ni kubwa sana. Na Pastor, swala hili kuna lile lingine ambalo linachipuka hapa. Unapata kwamba katika familia, unajua familia ziko tofauti. Kuna kile ambacho unapata either katika familia hizi zote mbili ama familia hii moja tu tuseme ya kijana, yule ambaye alikuwa anahusika pakubwa katika kumusomesha huyu kijana tuseme ni mama. Baba hakuwa anahusika na lolote lile. Hasa kwa zile familia unapata kwamba huyu mtoto alizaliwa kabla hajaoa mamake, akaja naye. Unapata kwamba changamoto ziko pale ni nyingi tu. Unapata kwamba kijana huyu wakati anafika wakati wa kuoa, basi hata anakumbushwa, kuna yule mzazi anakuambia kwamba wewe ukumbuke kwamba babako hakuwa anakusupport katika shule, ama yeye mwenyewe ameona jambo hilo, kwa sababu maisha yale ambayo amelelewa yeye anayafahamu zaidi. Na inafika wakati huu wa kuoa, unapata kwamba mzazi mmoja amekuwa sidelined completely na zile events ambazo zinakuwa pale, na mzazi huyo akijaribu kuuliza swali anaambiwa kwamba au kuwahi eka mkono wako hata kunilipia school fees. Na changamoto kama hiyo ni namna gani iweze kutatuliwa, upate suluhu ambalo linaweza likadumu katika familia kama hizo, yani kuleta sasa uwiano, hata kama mzazi huyu ndiye hakuwa anasaidia, basi kuna umoja ule ambao unahitajika, kwa sababu sasa hawa wanakuwa na kijana huyu angependa aishi maisha kama yale ya wazazi wake. Hiyo nafikiria chefu inaletwa na wazazi. Maana wazazi wenyewe kuna mambo wanastahili kuyafanya. Ndio. Msilete shida zenu kwa watoto. Maana jinsi mlipooana, wewe ulimuoa huyu, ulimpenda na vile alivyo. Na yeye akakupenda, ulijua kama anakunywa pombe, anakunywa pombe. Vile mlioana wakati mkawa vijana, mkawa wakubwa na mkazaa watoto, yawezekana kwamba mmoja hakufanya chochote. Maybe baba hakuchangia ama mama hakuchangia. Lakini sasa Mungu amewajalia, mama mtoto wako amepita mtihani, ameenda chuo kikuu, amehitimu, amepata kazi, sasa anafanya kazi. Ni kweli. Mimi naomba kina mama ama kina baba, watoto wenu wanapokuwa watu wazima, wanaenda kuoa, msiwakumbushe yale ambayo yamepita. Maana yatakuwa yamewatenganisha sana. Na chefu, mimi naona familia nyingi sana ziko na hiyo shida. Ndio tukasema wakati mtu anaoa, anastahili kuchunguza ni familia gani anatoka. Unaoa familia gani? Chefu, kama huwezi kugundua kwamba familia unaoa, maybe ni mama ndio kusema katika boma hilo. Ndio. Ama ni baba mwenye kusema katika boma hilo. Ama mama ndio breadwinner katika hiyo familia. Ama yeye ndiye amefundisha, ndiye amesomeza huyu mtoto wake. Ndio. Kwa hivyo hapo sasa mnapoanza kugundua hivyo, na sehemu ya watoto hao ambao wamekuwa watu wazima wanaenda kuoana, ni ile wasianze kusikia yale malalamishi ya wazazi wao. Maana tayari wakiyachukua wataanza kuyafanyia kazi. Kama ni binti, kama ni kijana, atakuwa amesikiliza vile mzazi wao anamwambia kwamba unajua, wakati ukumbuke mimi ndio nilikusomeza. Ukifanya hivyo huyu mtoto ata take sides. Na atafanya hivyo sana. Ndio maana unaona wazee wengi usumbuka sana wakati watoto wao wanaolewa. Ama wanaoa. Lakini sana ni wale ambao wanaolewa. Mama analeta shida sana kwa watoto wake. Ndio. Na ile mzee hakusai kufanya wakati ule, anakumbusha watoto. Anafanya what we call incitement. Ndio sasa watoto wanamchukia baba. Wewe tembea tu kwa boma nyingi chef. Utagundua hata baba hana nguo ya kufaa. Unasikia msichana wake ameolewa
na mtu ambaye yuko sawa, wako na hela, lakini unapomtazama jinsi mzee yuko, unasema mbona mzee yeye anaonekana ana shida. Utagundua hata ukiwafuata kwa nyumba zao hawalali kwa kitanda kimoja. Ni kweli. Unapata bedroom ya mama imeundwa vizuri, ina kitanda kizuri. Lakini mahali baba ameachwa analala. Hata analala chini. Analala chini, hana nguo, hana viatu. Maana anafahamika yeye ni mnywaji pombe, hakuchangia chochote. Hiyo familia, kijana naye oa pale, usipokuwa mtu ambaye ni Mungu amemsaidia, hautakuwa na familia nzuri. Kwa hivyo ni vizuri maneno yawekwe vizuri kabla ndoa ijafanya. Yeah. Alright, tupate mapumziko mafupi tu, wimbo Ndoa by the Saints Ministers, kisha baadaye tutarejea tukiwa kwamba ni awamu ya mwisho. Tuko na dakika kama 10 hivi ili tuweze kukamilisha kipindi. Tutakuwa tunarejea na maswali kama mawili hivi ya mwisho pale pastor aweze kuyajibu, kisha baadaye tutaangazia jumbe zile ambazo mmezituma na tutakuwa tunakamilisha kipindi chetu. Naendelea kutazama Abax Global Radio, kipindi hewani ni Vijana na Maisha, kipindi ambacho kinaleta kwako na Geoffrey Nyakundi Murara aka of the presenter. Endelea kufuatilia. Wale Your Voice Melodies wanapoendelea pale kutubariki na wimbo wao Ndoa Maharusi, kipaa ambacho kimetufikisha dakika 49 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki, tunapoendelea mbele na kipindi chetu Vijana na Maisha, kipindi ambacho kinaletwa kwako nami Geoffrey Nyakundi Murara aka of the presenter, nikiwa na Pastor Jackson Obare. Tuko naye studioni tunapoendelea kuchanganua swala hili ambalo na wahusisha vijana tu na ndoa. Basi pastor, tunapoendelea kusonga mbele, kuna jambo ama katika hali ile ya kujipanga kukamilisha mazungumzo hapa, ikiwa kwamba ni sehemu gani ama ushauri ule ambao ungependa kuwapa vijana na wazazi wao ambao wanafuatilia kipindi hiki, ikiwa kwamba ni kama maneno yako ya mwisho tu, ujumbe wako wa ushauri kwa vijana na wazazi wale ambao wanaendelea kufuatilia kipindi hiki hii leo. Chief, nataka kushauri vijana pamoja na wazazi. Ndio. Niko na karibu mambo 9 lakini sitayazungumzia yote. Ndio. Nataka nisungumuze maneno 3 ama 4 ambaye yatatusaidia. Vijana, elewa jambo hili. Ndio. Kuna mwandishi alisema kwamba what constitute a good marriage. Number 1, anasema we have 10 critical points that zinasaidia ndoa yetu. Na number 1, nimezungumzia jambo hili sana kwamba katika ndoa yeyote, iwe ni ya wazee, iwe ni ya vijana, point number 1 is communication. Yes. Mahusiano mema. Hata katika uchumba, katika dating, mahusiano ni ya msingi. Tumeyasema hivyo kila wakati. Mawasiliano. Ndio. Watu wajue namna ya kusungumzia mchumba wake. Katika dating, wala ambao mko dating, use the right language. Avoid abusive language. Hii inategemea mtu ametoka familia gani. Maana kuna watu chefu wamelelewa katika familia matusi. Anasikia baba anatusi mama. Mama anamtusi baba. Kwa hivyo na yeye ako na hiyo tabia. Yawezekana kwamba vijana usiige mifano kama hiyo kutoka kwa wazazi. Ndio maana nazungumzia wazazi wetu kwamba kuweni makini sana mnapokuwa na watoto wenu. Yale maneno mnayozungumzia, ikiwa changamoto imetokea, baba na mama, nenda kwa bedroom yenu, musuluhisho mambo yenu yote, mkamalizie pale. Hata Mswahili alisema usimwage mtama kwenye kuku wengi. Ni kweli. Sasa unapoleta
Mnapoleta shida kwa watoto wenu na msipofanya vizuri, basi watoto wenu watakuwa na mfano wenu. Na mahali ambapo msichana wako ataoleka, ataenda na hiyo tabia. Ni kweli. Kwa hivyo Chef, unapoona jinsi mama ambaye ameolewa kuja kwa boma lake, jinsi alipo ndivyo mama yake yupo. Kwa hivyo communication is very important. Yeah. Ni vizuri tuwe na mawasiliano mazuri. Hata wakati changamoto zimekuja Chef. Katika hali ya kuchumbiana, hali ya dating, lazima mambo yaibuke. Kuna mambo fulani ambayo utakayatambua katika mahusiano yenu. Muweni watu ambao wako machua katika kuzungumza. It is very, very important. And be spiritual. Ukiwa spiritual, then hata wakati mumekosana, unajua mahali ambapo mtazungumzia mnamaliza. Ladies and gentlemen, jua kitu inaitwa temperament. We have almost 4 temperaments. Number 1, we have a sanguine, we have a choleric, we have a melancholy, and tuko na ingine siko karibu 4. Kwa hivyo Chef, ni vizuri huyu mtu ambaye mna date, mnazungumziana, lazima ujue kwamba ana fall wapi. Sanguine anaweza anazungumza sana. Sana. Yaani anazungumza mambo mengi kwa muda mchache. Na haribu haraka sana. Lakini uzuri wake anaomba msamaha kwa haraka. Enda kwa melancholy. Mnakosana, ananyamaza the whole day, amuongeleshani. Hata chakula chake hawezi kula. Yaani siku atakuja lazima utafute namna ya kumzungumzia ndiye aweze kuzungumza. Tuko na mambo kama hayo katika ndoa zetu. Ndiyo. Kwa hivyo ndio tunasema kwamba Chef, communication involve both output and input. So it's very, very important. Output is everything. Yes. We communicate verbally or non-verbally about ourselves. Yeah. Input is that you hear what you perceive. Yani yale mambo unayasikia na mambo unayaambiwa, you must be very careful. Yeah. So nawaomba communication iwe nzuri katika mawasiliano. Jambo la pili. Ndiyo. Communication is wide. Yes. You cannot finish to talk. Yeah. Hiyo inaeleweka kabisa. Language, check the language you use, even the signs. Unajua Jeff, kuna mtu anaweza kukuangalia hivi asiongee, ukaanguka chini. Au amepitisha ujumbe fulani. Kuna mabinti anaweza kukuangalia peke yake. Ndiyo. Yaani kama ulikuwa unamdate, unaweka X jioni. Ndiyo. Na usipoweka X, wewe subiri mambo yatakayotokea wakati mnafanya harusi. Kuna mambo mengine Chef uyastahili kuyaandarate. Maana communication inakuambia nini mtu anafikiria. Kuna watu wengine anaweza kufanya akuonge hata usiku. Maana kuna watu wengi ambao wameuana usiku. So it's very, very important tunapozungumzia jambo la mawasiliano ama communication. Jambo la pili. Najua kwamba vijana mtakuja kuniuliza na wazazi maswali mengi juu ya communication. But nimezungumza kwamba ni vizuri kijana unayekuwa sasa, kama wewe ni binti, uwe na language nzuri. Yaani kwa lugha ya Kikusi kuna watu wanasema umuzwadi abwate language ekuara. Yenye matusi. Ukimuita ni matusi, ukimtuma ni tuzi. Yaani ana tabia ya mazoea ya kuzungumza vibaya paka anasahau anayemzungumzia ni mtu anako tayari kumuoa na kumfanyia harusi. Hiyo tabia lazima ikome kwa jina la Yesu. Amina. Sasa hapo ndiko mahubiri.
Chef hapo tuko mahubiri. Wacha nizungumze jambo jingine ambalo linaleta shida kwa vijana, wanastahili kuelewa vizuri. Nataka kuzungumza jambo la pili, companionship. Yes. It's very important. Is the capacity to enjoy each other as persons. You can judge the quality of companionship by the quality of your dates, and if you don't have dates, that tells something about your companionship right away. Tunapozungumzia mambo ya companionship, ni mtu ambaye unamuoa, unamvalue, unaona ni mtu ambaye umempenda na yeye amekupenda. Ile upendo wenu, mnajua kwamba Mungu ameweka mikakati kwamba mume watoto waacha wazazi wao ili waunganishwe. Ndiyo. Nilisema hapa the other day, Chef, kwamba ukipata mtu anakupenda na wewe mpenda. Ni kweli. Pendana. Na mpendane kwa ukweli. Yani usimpende mtu kumuonyesha kwa mdomo tu. Unakuwa na ile kitu inaitwa plastic smile. Unajua Wazungu ndio wana hiyo tabia. Mzungu akupendi, lakini uso anaweza kujionyesha anakupenda. Lakini ndani yake hakupendi. Ndivyo Wazungu wanavyofanya kwa Waafrika. Mimi nimeishi nchi zao. I know whites katika mambo ya pretense wako sawa. Lakini mkiachana akupendi kabisa. Ni kweli. Vijana wenzetu, kama umempenda mtu, muonyeshe upendo kwa vitendo. Lakini mjue mnapokuwa katika harakati ya kujifundisha na kuelekea kwa ndoa, mwe ni watu wa kweli. Chef tu, unajua unaweza kufanyia mtu harusi ambaye unajua kwa kweli hakupendi. Lakini kwa sababu amefika umri wa kuoa na kuolewa, anataka aolewe. Maana pressure imekuwa mingi. So when we talk about companionship, we talk about our love. Kwa watu ambao ni wawili katika maisha yao. Jambo la tatu, kwa sababu ya muda Chef, nataka kuzungumzia kitu inaitwa interest. Interest represent everything in life you take the initiative in seeking out. Anything from sports or hobbies to intellectual artists. Katika nini interest yenu ambao ni gani? Chef, unapochumbia mtu, utaanza kugundua huyu mtu anapenda ball. Huyu mtu anapenda athletics. Hiyo ndio interest yake. Lakini isiwe sana paka ukamsahau mtu ambaye mnaishi na yeye. Chef, huwezi kuwa na mchumba wakati anakuhitaji wewe unaendelea kuwatch unaendelea kuwatch Arsenal na Man U. Wewe hujaona watu wana watch ball hapa town mpaka saa 7? Ni kweli. Umefanya harusi juzi, bado unapenda mpira kuliko huyu mtu umemwacha nyumbani peke yake. Ndio ile tukasema kuna watu wanaoa, wanaenda Marekani, wanatuachia wanawake hapa. Sasa wewe unaoa, unaachia wazazi mke. Ukifika huko ng'ambo, ujui mke wako anakula nini, anafaa nini, nani anaishi namna gani. Unapata shida imeingia kwa wazazi. Na unajua binti akikula peke yake hapa, anaishi peke yake, mtihani ni mgumu. Ni kweli. Kuna changamoto nyingi sana. Kwa hivyo tunaomba, interest yako iko wapi? Interest yako uionyeshe kwa mtu ambaye mmechumbiana. Katika hali ya uchumba na wakati mmeanza kufanya familia. Kweli kabisa. Make sure take interest yako ya kwanza hiyo kwa huyu mtu ambao umemleta. Chef, ukioa, kama umeoa una mke, hakuna mtu anaweza kumpea security kuliko wewe.
Huyu binti ajui yeyote, ajui wazazi wako, ajui your brothers, and you cannot marry and waambie your brothers will take care of your wife. Is your head box functioning well? Mimi naonanga watu wanafanya hivyo. Ama unaoa, unamleta kwa nyumba yenu, mnaishi pamoja na brothers and sisters. Sasa kazi yake lazima aoshe ndugu zako manguo, lazima awapikie, paka hawa wanaacha kuoa maana kuna bibi hapa kwa nyumba. Wengine utaja kwamba sema kwamba huyu ni bibi yetu ambaye tulimuoa, basi bibi ya ndugu yetu ni bibi yetu sisi wote. Basi afanya kazi hizo zote afanye. Inafikia hapo sasa inabidi basi kama vijana tumechekaza kweli. Usipoona vizuri vya chef. Hey, brothers wanaweza fanya kazi yote. Paka ile yako watakufanyia. Hiyo ndio unastahili kujua. Ndio tulisema kwamba mtu kabla hajaoa, jenga kachumba kako. Uwe na nyumba yako, hata iwe kidogo, hata iwe ya matobe. Mahali huyu mke akikuja anasema hapa ni kwangu. Ndio. Anajifungia mlango, anajipikia. Unajua wasichana hao unapomuoa, utamu wa mke Jeff, anapenda awe ana muda na wewe. Anaweza kuwa na lugha ya kukusungumzia, ile hali ya kukuonyesha mapenzi. Sasa unajua wengine anaoa analeta mke kwao. Kwa mama yake. Sasa anataka mama huyu apikie, mama apikie familia, awaoshe. Huyu binti ana muda, hajapata muda wa kukuonyesha mapenzi wewe. Unapata huyu mtu amechanganyikiwa maana hajaona utamu wa ndoa. Aliolewa kuja familia, hakuolewa na mtu ambaye hajaona mtu ambaye alimuoa. So tutaenda kuzungumzia vijana kwamba lesson inakuja, nitazungumzia vijana wale wanaenda kuoa, especially men. Responsibility yako ni gani? Uwezi kuoa unarandaranda hapa town, mka ako huko nyumbani, umemwachia wazazi ndio wana. Mke wako jioni anaweza kusikia hataki kupika, anataka kula chips. Lakini kwa sababu amefinywa kuishi na wazazi, kuishi na watu wengi, na chefu ukiona kijana ameoa, ameacha nyumbani wanaishi pamoja, hiyo mji itakuwa ni vita kila wakati. Kila mtu ameoa aende kwake. Sio kwa familia. Kila mtu aende kwake, mnakutana kama ni mara moja kwa wazazi, mnafanya maombi, mnakula, but let everyone achunge mke wake ama achunge mume wake. Itakuwa vizuri, isilete shida. Sijui ni dakika ngapi zimebaki? Tuko na dakika hivi tuweze kutamatisha. Number 3. Nimezungumzia interest. It's very important. You go and do a research. You learn more about when una interest na mtu ambao unamuoa. Yaani mtu unamuoa ni kama wakati mlipokutana. Unampenda, ule upendo uendelee, wakati mna date uendelee, mkioana uendelee mpaka mkufe. Kuna kitu inaitwa values. Hiyo ni ya mwisho kwa sababu ya time. Ya muda. Anything important to you, people have values about money. Children, sex, politics, religion, and many other things. Are the things that are important to you important to your husband or wife? Hapa, what is your priority? Ni nini ambacho sasa unaweka mbele? Kule tuliongea mambo ya interest, values also zinakabiliana, haziko mbaya. Lakini wanasema kwamba hapa hata unapoenda shopping chef, you check the priorities. You have 1,000. Unaangalia ni nini kile na cha kwanza kwa nyumba. Uwezi fika supermarket uone shati nzuri, usahau hakuna sukari nyumbani, hakuna kibiriti, na hakuna vitu ambavyo
vya chakula, ukanunue shati ukakuja naye. Kwa hivyo tunaomba wapenzi, wale ambao mnanisikiliza, angalia kitu inaitwa values, ni priority. Kwamba mke wako awe wa kwanza. Ndio. Watoto watakuja, vitu vingine vitakuja, na mtakuwa na ndoa nzuri. Nataka kumalizia chef kwa kusema kwamba hata mtu anaitwa Suleiman, ndio, alizungumzia mambo ya ndoa sana. Daudi aliyazungumzia, alisema mtu mwenye amepata mke mzuri amepata kitu chema. Kwa hivyo tunaomba kila mmoja, ikiwa ni kijana wa kiume, kijana wa kike, tuangalie kwamba jambo la ndoa ni jambo nzuri na lila msingi katika kuanza familia. Mungu awabariki katika juma hili, muendelee kuyatafakari haya maneno. Ndio. Kama kuna maswali, mtuulize. Tunahitaji kusikiliza nyinyi mnafikiria na mnafika wapi. Ndio. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Basi mpendo ambayo umekuwa ukifuatilia, tunasema kwamba ni asante sana kwa kutazama, na endeleeni kufuatilia kipindi Vijana na Maisha kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa katika vipengele tofauti tofauti ambavyo huwa tunakuandalia kila siku. Kufika hapo basi nampa nafasi ya kuondoka studioni pastor wetu pale, kisha baadaye ninapotamatisha kipindi hivi nikisema kwamba tukutane hiyo kesho panapo majaliwa katika kipindi chetu Vijana na Maisha, ambako tutakuwa tunaangazia afya, na afya ambayo tutakuwa tunaangazia ni afya ya kiakili. Basi tutakuwa tunazungumza mawili matatu tu kuhusiana na afya ya kiakili. Tupatane tena wiki ijayo, na wiki ijayo katika Vijana na Maisha, kipindi hiki familia na elimu, tutakuwa tunaangazia sehemu ya kanisa katika mahusiano ya vijana, the role of the church as a whole kwa dating ya vijana hawa. Basi kufika hapo nafika tamati. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Tupatana panapo majaliwa ninapokuaga nikikuajia wimbo huu wa Heavenly Echoes Ministers wakisema kwamba pangwisha heri kwa wana ndoa. Wimbo huo ndio utakuwa unatutamatishia kipindi chetu siku ya leo. Kwa heri ya kuonana tena.